Karibu sana ndugu mtazamaji, tutazame filamu yetu Mwanamke wa Kijini Anayesumbua Binadamu. Leo tukiwa katika sehemu nzuri, sehemu ya 4. Tulipoishia katika sehemu ya 3 ni pale mwanamke aliyeokotwa alikuwa nyuma ya choo akifanya masuala ya kichawi nyumbani kwa Boshan. Mrs. Boshan akiwa anakwenda kutupa takataka yake, ndipo alipomkuta mwanamke huyu akifanya masuala ya kichawi nyuma ya choo. Basi Mrs. Boshan alistaajabu sana swala hili, lakini pia baada hapo aliogopa sana. Alirudi nyuma taratibu bila ya kumstua mwanamke huyu na kukimbia sana. Muda mfupi baadaye aliamua kuelekea kwa kijana Hindustan na kumkuta wifi yake, akaanza kumhadisia juu ya kile alichokiona kwa yule mwanamke ambaye mume wake amemwokota kwa ajili ya kumpa msaada. Akasema yule mwanamke si mtu mzuri kabisa. Nimemkuta nyuma ya choo akifanya masuala ya kichawi. Ndugu yangu, yule mwanamke sina imani naye kabisa pale nyumbani, na nimemsikia mume wangu anasema anataka kumfukuza nyumbani kwangu, lakini akuletee wewe ajaishi hapa nyumbani kwako. Wifi yangu, usikubali kuletewa kiumbe cha ajabu kama kile. Yule shetani si shetani, kibwengo si kibwengo. Ukiletewa hapa yatakukuta mabaya ndugu yangu. Haya, mimi nakuaga, nimekuletea huo udaku tu na anaondoka sasa hivi. Haya wifi yangu, nashukuru kwa taarifa. Sitamkubali mtu kama huyo. Nyumbani kwa kijana Boshan, binti muokoto akiwa nje ya mti mmoja hivi ametulia sana. Alikuwa na mawazo sana, akili yake ikifikiria mbali sana. Baada muda mfupi, Boshan alitoka ndani na kutoka nje. Alimuita mara kadhaa, lakini dada huyu hakusikia. Akamuita tena kwa mara ya pili baada ya kujinyosha kijana Boshan. Lakini dada alistuka sana baada ya kusikia anaitwa na Boshan. Boshan akamwambia, "Mbona umeshtuka sana dadangu?" Akamwambia, "Unajua sehemu hii ina upepo mzuri sana." Sema ni kweli, na mimi sehemu hii naitumia sana nikiwa na mke wangu, tukitafakari mengi kuhusu maisha ya dunia. Kiufupi, katika mti huu tunapaita kama peponi, pepo ya dunia. Ukikaa hapa lazima upate vitu vizuri sana. Sema uwe makini sana juu ya nyoka. Kuna nyoka huwa anadondoka hapo juu. Kwa haraka unapaswa kuwa mkatili na kuwaua viumbe kama hawa ambao ni wabaya kwa binadamu. Halafu baadaye mambo yanaendelea. Basi mwanadada aliendelea kutabasamu kusikiza stori za huyu bwana. Alifurahi sana kwa sababu Boshan alikuwa ni mcheshi sana. Tukiachana na hayo dadangu, kuna kitu kinanishangaza sana. Wifi yako nilikuwa naye ndani tumelala, lakini naamka asubuhi simuoni kitandani. Natoka huku nje labda nitamkuta na wewe, lakini pia sikuweza kumuona. Hivi umeshawahi kumuona ameelekea wapi? Mwanadada akasema hapana, mimi sikumuona. Lakini dada, hata wewe unavyoona, hii ni haki kweli? Unamwacha mume wako kitandani, halafu wewe unatoka tu bila ya kuaga. Halafu katika huko kutoka haijulikani umeelekea wapi. Sasa hivi mimi kumekucha saa hizi asubuhi, nahitaji nimuage, nahitaji nielekee kazini, nataka nimwachie matumizi ya siku ili mradi mgeni wetu kama wewe uweze kufanya matumizi mbalimbali hapa nyumbani. Hasa mtu kama unaondoka tu bila sababu yoyote, bila kumwaga mume wako, huyu ni mwanamke au nini sasa? Lakini usijali dada yangu, unajua huyu mwanamke amechukua tabia za nyumbani kwao. Nyumbani kwao wana tabia mbaya sana. Hata baba yangu mkwe analalamika sana juu ya mama yangu mkwe kwenye hizi tabia za kutoroka nyumbani, tabia za kufanya mambo ya ajabu ajabu. Usikute saizi ameelekea kwenda kufanya masuala ya kiuzinzi. Lakini usijali sana dada yangu, sina muda mrefu mwanamke huyu nitampiga taraka 3. 3 tena kakangu? Ndiyo, nitampiga taraka 3 kwa sababu haiwezekani mwanamke mshenzi kama huyu. Ngoja mimi nielekee ndani nikalale, asiniumize kichwa. Basi mwanamke huyu mwenye uwezo wa ajabu alijaribu kutazama kwa jicho la 3. Akamuona Mrs. Boshan yuko mtaani akirejea nyumbani. Basi alipotezea baada ya kumuona mwanamke huyo yuko salama. Upande wa kijana Hindustan alikuwa akionekana akiwahi sana nyumbani kwake. Wakati huo mkewe alikuwa akimsubiri mlangoni. Akamuuliza, "Mke wangu, umenipigia simu ya haraka sana na sijui kuna shida gani?" Mkewe akamwambia, "Kwani kuna shida nikikupigia simu?" Akamjibu, "Hapana, lakini nimekimbia sana kutokana na kusikia wito wako wa simu yako."
na kwa kuwa nakupenda sana ndio maana nikaamua nikimbie. Unaona moyo unadunda sana. Akamwambia usijali, hata hivyo mume wangu, nimekumisi sana na ndio maana nimekuita kwa haraka. Eti naam, nahitaji tuingie ndani. Tuingie ndani tena. Basi wakazama ndani namna hiyo, na hapo ukawa mwisho wa episode yetu mzuri, episode ya 4. Bye bye.